Ungana na mimi katika kisa cha ndani baada ya somo zuri, jinsi ya kujifunza Biblia. Kisa hiki kinaweza kubadilisha maisha yako wewe ambao unanisikiliza kama Mwadventista wa Sabato, hata kama si Mwadventista wa Sabato. Ng'ombe wamuongoza mvulana katika Sabato. Ng'ombe wamuongoza mvulana katika Sabato. Ramsey alizaliwa katika familia ya Kimasai yenye baba mmoja na wanawake 9. Ana ndugu 82 na yeye ni wa 62 huko Kenya. Alikuwa na umri wa miaka 13 tu ambapo alikuwa anachunga ng'ombe wa baba yake. Siku moja akiwa anachunga ng'ombe wale, alijua ya kuwa wana akili sana. Waliweza kumuongoza na hatimaye akafika katika mkutano ambapo walikuwa wanahubiri mahubiri ya kimishonari, na huyo alikuwa anatokea Amerika. Mahubiri yale yaliweza kumvutia na yeye aliweza kuketi. Haijalishi ya kuwa alikuwa hajui kusoma na kuandika, maana hakuwahi kwenda shule. Aliweza kumwita rafiki yake ambaye aliweza kumsaidia kuandika mafungu ya Biblia 33. Baada ya hapo aliweza kurudi jioni moja nyumbani kwao. Hakukaa na kwenda mchungaji wake kumwonyesha yale mafungu, lakini yale mafungu yalionekana kuwa mchungaji hayajui na kumwambia umehudhuria mikutano ya shetani na kumpiga makofi mawili ya Biblia. Aliweza kukemea, lakini baada ya kuondoka na kurudi nyumbani aliweza kuota ndoto ambayo ikimrudia mara kwa mara, maana alijifunza ya kuwa Jumamosi si siku ya kwanza na wala si siku ya Jumapili, bali ni siku ya saba, yaani Sabato ya Bwana Mungu anapaswa kuitunza. Aliendelea kuota vile vile miaka 3 mfululizo na akikemea kila siku, lakini baadaye aliweza kuchukua uamuzi. Kwa nini hii ndoto inanirudia mara nyingi? Na sasa ninavyoongea na wewe, Ramsey ni mchungaji ambaye anabobea katika makanisa ya Waadventista wa Sabato na anawafundisha watu mbalimbali. Je, unataka kujua uchungaji wake ulidumu kwa muda gani? Basi ungana na mimi katika somo la 6 tuweze kujifunza mengi zaidi. Ramsey, ninawatakia Sabato njema popote pale ulipo.